Proverbs chapter 3 verse 5, nafikiri from 6 kuna ambao waisha kusikia hizo. Nasema hivi, listen. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Biblia ya Kiswahili inasema mtumaini Bwana wala usitegemee nini? Akili zako mwenyewe. God is good. God is good. Mtumaini nani? Na wala usitegemee nini? Wewe unategemea akili zako, ndio maana unamlimit Mungu. Don't limit God in the things that you ask to him. Don't limit God. Ndio maana kuna vitu utasema hichi Mungu hawezi kufanya. Don't limit God. Have trust in God. Yes, have faith in God, but also trust in God by actions, by deeds. Take a step. That's the meaning of trust. Bwana Yesu asifiwe. Trust in the Lord with all your what? Heart. And lean not in your own what? Understanding. Huyu msichana alimtumaini Mungu, ndio maana alichukua hatua. Tumaini is the result of faith. Huyu msichana alimwamini Mungu, lakini akachukua step ya kumtumaini Mungu katika kutembea katika ile nini? Giza. Ile action ya kutumaini ni kuomba. She prayed, then she took a step. Wengi tunaomba, lakini we don't take a step. It's just a matter of faith. Those who live by faith shall live. That's what Jesus said. Bwana Yesu asifiwe. The next verse anasema, in all your ways submit to him and he'll make your path straight. Katika njia zako zote mkabidhi yeye na atafanya njia zako kwa nini? Nyofu. Njia zako zitanyooka. Everybody of us, we have our own ways katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amelala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? In all your ways. Hata ona njia zako. Hata hapa shuleni si unasoma. Ona njia zako za kusoma. Kama ikifika saa 1 nitasoma math, ikifika saa 2 nitasoma chemistry, ikifika saa 3 nitasoma physics, ikifika saa 4 nitadiscuss, ikifika saa 5 sijui nitafanya hivi, ikifika saa 6 nitalala. Those are your own ways. Hizo ni ratiba zako mwenyewe. Hata katika maisha yako kila siku na njia zako wewe. Lakini Mungu anasemaje? Njia zako zote. Amesema baadhi ya njia zako. Amesema baadhi ya njia zako. Amesema njia 2. Amesema njia 4. Amesema njia ya elimu. Ila amesema njia nini? Zako zote. All your ways submit to God and you make your path straight. Maana yake ni kwamba mimi ninaweza kuwa na njia zangu, mimi ninaweza kuwa na mipango yangu, lakini kumbe mipango yangu haijajitosheleza. Lakini napomkabidhi Mungu, maana yake Mungu atanielekeza kwamba okay, huu mpango inabidi uende hivi. Kwa maana kuna baadhi ya vitu kimwambia Mungu, wewe unashangaa ndio hivi vinabadilika. Lakini who is changing them? It's God who is changing them. Mungu anasifanya kwa katika njia zake. Wengi tunamwomba Mungu atusaidie ama atupatie vitu ili tuende katika njia zetu. But this what happens. Imeandikwa katika Biblia kwamba utamwomba Mungu ili vitu viende katika njia ya Mungu. Ila sisi wengi tunaomba vitu kwa Mungu ili tuende katika njia zetu. Mind you, your own ways can lead you to hell. Unaweza kuwa na njia zako na mipango yako, lakini imefeli. Imefeli kwa sababu gani? Mungu anataka uende katika nini? Njia zake. Unaweza kuwa in a certain way. Wenzako wote wanapita, they are succeeding. Wanafanya sijui nini. Wewe ukaona Mungu, mimi kila siku mbona wenzangu wanafaulu? Mbona wenzangu wanaendelea? Mbona mimi siendelee? Trust in God. It's just a matter of process. God is good. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This is what I wanted you to know. Faith ama imani, yani imani inazaa tumaini. That I have faith. Jesus died on the cross. Nina amini kwamba Mungu anaweza kumfanya huyu anayeumwa akapona. But do you trust in God that you can touch him and receive healing? Hapo ndipo tunafeli. We don't trust. Bwana Yesu asifiwe. Let me now give you the last sin. So sin ya dhambi, ila story ambayo ni ya kweli. Mwamsho ambaye amelala. I wonder somebody sleeping. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kulikuwa kuna huyu mtu mmoja.
By this time alikuwa ni maarufu sana wa kutembea kwenye kamba. Mnajua watu ambao wanatembea kwenye kamba, ameweka baiskeli, sijui anapita kwenye kamba, amefunga huku na kule, anapita hivi na baiskeli yaanguki mpaka mwisho. Mshawahi kumuona? Wapo, sio hivyo? Sasa hii ni story ya kweli. Huyu jamani very famous. Kipindi hiko miaka ya nyuma aligain fame na alijulikana kwa sababu ya hicho kitu ambacho alikifanya. So hiyo siku moja sasa, hiyo ndio ilikuwa tamasha yake kubwa, yani watu walijaa, ilikuwa ni kufanyika maeneo ya mlimani. Wamefunga kamba huku na huko, alafu jamaa anatembea pale. Sasa jamaa akaanza kutembea kwenye kamba bwana. Jamaa alitembea sasa, hiyo siku ndo aliua. Yani kuliko vyote alivunja yani. Akatembea akafika paka pale katikati. Akaweka jiko, akawasha moto, akapika yai. Then akala. Hapo akabeba jiko, akarudi nalo kwenye kamba. Vitu vyote vinafanyika katikati ya kamba. Watu wako kuna muda anaimba tu nini hivyo, lakini alifanikisha. Akarudi, akatembea tena, watu wakamwamini. Akachukua mkokoteni sasa wheelbarrow. Unajua wheelbarrow? Wheelbarrow ile yenye tairi moja. Akachukua akaanza kutembea nayo kwenye kamba pale. Anatembea nayo, akafika mpaka upande wa pili. Watu wanashangilia then upande wa pili akachukua tena ile wheelbarrow, akarudi nayo mpaka kati, akaanza kufanya makeke yake sijui nini, hapo akashuka tena, akaanza tena kuiendesha pale kwenye kamba mpaka upande wa pili. Watu ndio then wakampa mic. Akasema jamani sikizeni. Nyie mnaamini kwamba mimi naweza kufanya chochote juu ya kamba? Watu ndio, wewe tumekushuhudia mara nyingi unaweza. Watu ndio. Akaambia je, mnaamini kabisa naweza? Watu ndio, jamani tunakuamini. Akasema wangapi mnaamini? Wote walinyosha. Hebu wote nyosheni mikono. Wote nyosheni mikono. Yaani kama hivi. Wote mnyosha mikono. Yaani wote kwa sababu walimwamini, vitu ambavyo alivifanya pale viwashangaza. Then this what happened. Hapo akauliza swali lingine. Nani anaweza kuchukua hatua? Akaja nikambeba kwenye hii wheelbarrow niende naye. You see? So, this what happened. Aliposema hivyo, yani kila mtu uso wake aliweka chini. Mpaka yule mtu alimpa mic aliangalia hivi. Yani kila mtu aliangalia, yani nobody akasema, "Wewe hapana. Mimi naamini tu naweza, wewe nenda tu." Lakini nobody wanted to go. Yani kila mtu anaona, "Huyu jamani Ayusho, kama ndio siku yake leo yakufa tunakufa wote." Kwa kila mtu akasema, "Hapana." Nobody wanted. Hakuna ambaye alitaka kwenda. Lakini swali la kwanza alisemaje? Wangapi wana imani kwamba anaweza kufanya chochote? Wangapi wanyosha? Kama mimi ambao mmenyosha wote. Hata mimi ningenyosha. Wote, lakini nani anaweza kuchukua hatua aje hapa aingie? Si umesema anaweza kufanya chochote? Wewe unaweza, chochote unaweza. Kati ya hivyo vyote unavyoweza, ni wewe hapo njoo sasa. Wewe pia ni chochote ukikaa hapa na kuweza. Watu hapana. Hamna mbali taka. Then that's how it went. Sijui ilishaje huko mwishoni, lakini hakuna mtu aliingia kwenye wheelbarrow kuendelea. Now, do you get unaipata kitu ambacho nakuelezea? Watu walikuwa na imani kama ambavyo mimi na wewe tuna imani katika Mungu. Lakini je, do you trust in God? Unamtumaini? Do you take a step? Unamtumaini Mungu? Ndio unamwamini, but do you trust God? That's a step of faith. Hata mimi I'm struggling the same thing. I want us to reach that stage of trusting in God. Nisishie tu kumwamini kwamba Mungu anaweza. Utaishia kuona kwa wengine. Why don't you practice? Biblia inasema whoever hears my words and put them into practice is like a person who built his house on the rock. And when the floods came and the wind came, they built the house, but the house did not fall. Why? It was built on the rock. Once you take a step, you are building your house on the rock. Utajaribu mara kwanza, utaanguka. Inawezekana mara kwanza ukijaribu, ukapata, mara pili ukakosa, mara tatu ukakosa, mara nne. Don't lose hope. Keep on believing, keep on trusting in God kama Mungu, he will do. You trust the God even though you don't see the process. Unamwamini Mungu hata kama uone maendeleo yote, hata kama uone mchakato. Do you still trust in God? Usiwe tuna imani katika Mungu. Trust, take a step. Masomo yako, take a step.
Do them by faith.